tunasema tu ni asante ni kwa ajili ya neema zako Jehova Joshua. We surrender our hearts to you this evening, Jehovah. Purify us, Jehovah. Father, make us whole, Father, in a way that you alone, Father, you know us. We bless you, Lord. We just surrender our lives to you. We surrender our worship to you, Jehovah. You are Alpha and Omega, and there is no one like you, Lord. Every session that is before us, Lord, may you bless it, Father. We worship you, Lord, and we bless you. In Jesus' name I believe and pray. Amen. Amen. Asante. Asante sana. Wale ambao tuko nje, tuingie ndani. Tungependa tukaribishe preside our speaker ambaye anataka kutufundisha kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hebu angalia jirani yako. Just look at your neighbor. Ambia neighbor. Do you have a neighbor? Hebu angalia jirani yako. Mwambie jirani. Wacha roho mbaya. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ambia jirani. Ambia jirani. Ninakupenda na upendo wa Bwana. So I take this time to thank the Lord. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya mchana wa leo. The Lord has been so gracious to our lives. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya tangia siku tulipoanza hadi leo. Bwana ni mwaminifu. Tafadhali ushers, tusaidie wale wapendwa ambao wanatembea na kuongea kule nyuma tafadhali. We are in the presence of the Lord. Na tumekuwa tukifundishwa in the house of the Lord there are two things. Either a blessing or a... So I know we are expecting a blessing. Sivyo? So please, those ones who are moving behind there, let us now avoid unnecessary movements. Ukiangalia katika program, there's a topic of this afternoon. Do you have your programs? What is our topic this afternoon? Sema na nguvu. Present department. Sawa sawa. So there are only three things I would expect you to have. Have your pen, have your Bible, have your notebook. Sawa sawa. And then tutaenda sambamba. What is our theme text? Ephesians. What does it say? Redeeming the time. Sawa sawa. So for those who are writing, andika vitu vifuatavyo. Our theme text, I'm reading from the book of Ephesians chapter 5. I'll start from 15 to 16. The Bible says, I'm reading the NIV version. Be very careful then how you live, not as unwise, but as a wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Allow me also to read from the book of Psalms. Wale ambao mnaandika Psalms 104. I'll read from verse number 1 to verse number 4. Psalms 104 verse 1 to 4, the NIV version. The Bible says, praise the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You have clothed me with splendor and majesty. He wraps himself in light as with a garment. He stretches out the heavens like a tent and lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariot and rides on the wings of the wind. Verse number 4 says, he makes winds his messengers, flames of fire his
servants. And can we say amen? Takaribisha mnenaji tunapoomba pamoja, ni kwa sababu ya neno la mchana wa leo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua mchana wa leo. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya neema ambayo umetubeba naye tangia asubuhi hadi mchana wa leo. Tunakabidhi mnenaji mikononi mwako anapoenda kunena na mioyo yetu. Jehova, Roho wa Mungu utampa kibali, utampa neema na ujasiri Mfalme. Asante ni kwa ajili ya hilo sikio ambayo litatii sauti Mfalme. Tunakualika katika jina la Yesu Kristo Baba, tunaomba na kuamini. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. We have people in the house. Bwana Yesu asifiwe. Youth uko nyuma kwa speaker, mnanipata? Sauti inafika hapo? To the other side, sauti inafika huko? Wale mko nje mnatupata? All right. I just want to thank the Lord for this afternoon, for having blessed us since morning up to this moment. Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kwamba ameweza kutupa kibali, tumeweza kulishwa neno, na namshukuru mtumishi ambaye ameweza kutulisha neno kuanzia asubuhi hadi wakati huu. Pia nataka nishukuru viongozi wa hii meeting, the youth department, for honoring my name to be part of this congregation. Also pastors in the house, I honor your presence. Thank you very much. Na watu wote ningependa wakati huu, I was given a very simple topic but a difficult one, na ningependa tutasonga pamoja. My name is Sami, Pastor Sami, na tutabarikiwa wote. This topic that we have been given, it's a very challenging topic. It touches your life. It touches my life as a Christian, as a student, as a parent, and as a child. Na kwa hivyo ningependa kwamba sisi wote tutabarikiwa. The topic itself, it reads dress and deportment. Somebody said dress and deportation, you know. It is something which is challenging. It's not deportation, it is deportment. The ones who came with this topic, they look at the way we dress, the way we carry ourselves as bishops, as pastors, as praise and worship leaders, as ladies, as gentlemen, and as everyone. So it is a topic that the leadership for almost 25 years now, they have never talked about it. But today, we are going to share about it. I'm not going to preach. I just want us to learn from the Bible. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako tunasoma. We are not going to preach. First of all, lazima tukubaliane kwamba everyone, you and me, we must wear clothes for us to look decent. Sema decent. Wengine siku hizi wanasema mali safi jito. Mali safi. You know, mali safi lazima, you have to wear something which will be. Who is that talking? I'm the talker, you are the listener. I do the talking, you do the listening. When I say you love, we all love. Sindio? Sasa tucheke basi. So, we have to agree that we have to dress to look decent, to look smart. Sema smart. For us to look smart.
But the question is, how does God want us to dress? Because this is a youth conference, and this conference is a Christian conference, so everything we are going to talk about, it has to be addressed to God. So how does God require us to dress? How does a Christian, a boy and a girl, a man and a woman, have to dress in his Christian walk? There's somebody who said dress is deteriorating in the intellect of worship. Hii inamaanisha mitindo inazidi kubadilika. And I want to ask somebody here, in the year 1970s, in the year 1980s, watu walikuwa wanavalia nini? Longi zilikuwa zinavaa aje? Bell bottom. Bell bottom. Bell what? Bottom. Bottom. Longi inakaa mwenda kisiagi. Hiyo kitu ya ile unafanya alafu unga inatoka. So longi ilikuwa inakaa hivyo alafu kwenda unaitani hivi. Ubungu ya. Hiyo. Longi ndo ilikuwa inakaa hivyo. Alafu kiatu ilikuwa ina sisi kwetu tunaita okongo. Hapa nyuma iko na hii kitu. How do we call this thing? Not sole. Hii kitu ya nyuma hapa. Kitingiro. Hiyo yamesema hiyo. So ilikuwa ni mrefu. Wasichana wakivalia wale wafupi unawapata they are okongo hii, yani sisi kwetu tunaita okongo hii. Wanatembea ni kama si wao, so they are like this. Alafu the bell bottoms they are open. Hapo chini they are open. That is the fashion of those days. Ikakuja polepole, it has developed up to this moment. Shoes, we have sneakers, we have Crocs or Crocs. Hiyo, we have gumboots, you know. Mimi nashangaa sana nilipata mtu amevalia suti na gumboot. That is dress also. So clothing is developing. Vile miaka inaenda, mavazi inabadilika. Until was it 2009 when Mutula Kilonzo said, "My dress, my choice." Alafu wasichana wakapata my choice. It's my dress, my choice to the church. Yes, yeah, it is your choice, the way you dress. But the question is, do you look decent? Ati, Pastor, Mungu haangalii mavazi, anaangalia moyo. Genesis chapter number 1 verse 29, it says clearly that so God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. In his own image you and I were created. So to say we are a representative of God hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. So the way we dress, the way we carry ourselves, the way we walk, it represents the image of God. Amen. Ask your friend, do you represent God in that attire? Because when he created man, he said, yes, they look beautiful, they look handsome. Yes,
without clothes, because they didn't have clothes. Walikuwa wanatembea chene, kwetu tunasema chene, they are like that, empty, hivyo. So that is how God admired man when he created them. But when they fall into sin, they became naked. Wakati waliingia kwa dhambi, they became naked. We know the story from Genesis where it states that God called Adam, Adam, where are you? And Adam said, Mehano, niliona niko uchi. So akatengeneza nguo akawavisha. The clothes that God made, they are representative of what we are wearing now. But before the fall, we had a different clothing. So let us come back to dress and deportation. Deportment. Na mnasema mmesikia deportation mnakubali. What kinds of clothes are we wearing that after the fall of man, God said that we wear? In the beginning, people all in the Garden of Eden walivalia kitu inaitwa kanzu, nguo ambayo inafunika kutoka juu hadi chini. That is what they used to wear. When you follow hizi films ambazo tunaonyeshwa za Yesu nini, maana wanavalia nguo mrefu, nguo inafika hapa, nguo inafika huko chini. That is what they used to wear. But right now we wear something which is called aprons. Wangapi wamewahi apron? Aprons. Hizi kienda kwa chemistry club, not chemistry club. Yeah, hiyo. Unapata mwalimu amevalia kitu kingine ambayo mama mboga. Hizi zenye mlipewa za Ruto. Mtakufa. Hizi ziko na mfuko hapa mbele. Hiyo ndo apron. Apron inafunika wapi? Inafunika hapa mbele peke yake, sio? Na huko nyuma haifiki huko nyuma. Alafu inakatia hapa, haifiki huko. That is the kind of clothes we are wearing right now after the fall of man. If you read from Genesis chapter 3 and 7, it says, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So what we are wearing right now, it is an apron. But what God destined us to wear, it is a cloak. A cloak, something which covers the entire body mpaka huko chini. The benefits of a cloak to our young ladies, Malisabikito, it is when you are climbing something like this, or when you are coming down, you don't strain because it is covering mpaka huko chini. Lakini Malisabikito wa siku hizi kitu kingine yakifika hapa anawakunywa. Sasa wacha nivalie ni wakunywe. You know, God destined clothes to cover our body, right? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitupa mavazi ili aweze kufunika miili zetu. But now we have taken out the element of kufunika nguo, kufunika miili zetu. Tumeanza kurudi the Garden of Eden where we are walking naked. I know maybe hapa hatuna watu wanavalia vitu kama hizo, zipigie makofi. Na mko serious? Mko serious?
And for me, I have this question to the girls who wear such like clothes out there. Umetoka kwenu mzuri, umevalia ka miniskirt kako mzuri, unafika kwa barabara, it's when you remember ni mfupi, unaanza kufuruta. Unatembea kidogo unaifuruta chini. Who told you to wear that thing? And again, you know, hawafanyi hivyo mbele ya wanawake wenzao, wanafanyia mbele ya wanaume. Wakisikia tu kuna mtu, na sisi wanaume tuko na tabia mbaya. Mtu anapita, umemwona kutoka huko mbele hivi, amepita ndio huyo. Lakini akipita kwako tena lazima umuone. Yaani kuna mwingine hapa amesema kuna confirm mbele na nyuma. Wewe ati mchezo bwana. Ati na confirm amepita mbele tena nani anasema eti amebeba? Ati ndo confirm kama amebeba. Siashukishe kama amebeba. Bwana Yesu asifiwe. So, right now, the current generation, what we are wearing right now, it's what we call aprons. Clothes that do not cover our body. And God is not happy with that. Leave alone God. The servants, the people, your relatives are not happy about your dressing code. You know, Tumishi Sabwa, my classmate here, he can tell you that we have walked, tumetembea na yeye sehemu mingi sana. And during our days, I don't know, time flies. Hatukuanga, generation yetu ilikuwa inaita iti check hiyo demu bila amevalia. Check hiyo demu bila amevalia. And they're complex. But right now, we live in a generation where they call themselves mupoa wangu, mupermanent wangu, mutaika odidi wangu, muverified, muathiri, mpaka wengine wanajiita muheavenly. Muheavenly, and what you are dressing, it is here on earth. Na unaita mtu eti hiyo ni mpoa wangu. Haki sijaona mpoa wangu. Hey. If you are writing this, write this. Dress is made a representation of character. Dress is made a representation of character. What do I mean by this? The way you dress, it depicts your character. Yale mavazi ambayo unavalia, they show your character. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia kina Joseph W wanasema amen. Sema amen kubwa kutoka hapo nje. They depict your character. People will not wait to see how you carry yourself out there, how you speak, but the way you dress, it talks more of who you are. More often, I hear ladies say what I said earlier.
that Mungu aangalii nini? Mavazi. But what does God inasema nini? Inasema nini hapa Genesis? That we were created in his image. So the way you dress, my girlfriend, my boyfriend, the way you dress talks more of yourself. Ati unavalia unaita nini? Hot what? Hot crop top, hot panty. How hot is it? How hot is that pant? How hot is it? No, I want to understand. Make me understand. How hot is that? And you are seriously walking in the streets, umevalia hot pant. Hey. Alafu Jumapili unafika kanisani, yaani uko sawa kabisa, tunaenda mbinguni na crop top na hot pant. Listen to this. Christ is our character. Christ is our righteousness. Christ is our representation. Msikia hiyo kizungu? Yeah? Msikia hiyo kizungu? Christ is our character. So the character of a Christian is Christ. I saw a cape here. I saw a cape here. Wanaume rata pasenga, si ndio? Sasa ukivalia hivi, wewe ndio yule msee. Sasa hata walking style inabadilika, wewe ndio yule unaona, na kakofia hapo tu. Alafu you know they are very good in wearing hivi mzuri. Wakifika kwenye pasta sabu wanapita wanakarusha hivi, alafu wanapita, hata wajui ni mchungaji. Naona hiyo style, na namsalimia rata. Ama anageuza hivi, niache boys, niache morio. You call yourself a morio like this. Alafu na nguo ingine hapa ni kama unataka kuvaa, ni kama unataka. Hapa nyuma ni kama imejaa, ni kama imetoka. Jo, unaanza kutembea ni kama unataka kukaa, ni kama utaji. Uko tu pasenga. Hallelujah. Is that a representation of Christ? Is that a representation of righteousness? Is that what the Bible says that we must wear? I don't have a problem with your clothing, my friend. But the problem is,
is that a representation of righteousness? Mimi sitakuuliza vile unavalia, lakini the question I will ask you, is that an image of Christ? Will you walk in that percent of yours na upate mamorio vile mnajiita hapo, wanapiga stories za jaba alafu mwambie mzee, mimi nimeokoka na napenda God. Wajua mtu mwenye amekuangalia eti napenda saja, ameniliongolea. And you expect that brother, that person next Sunday to follow you to church in that percent of yours. Inua mkono useme Yesu tusamehe. I have been watching, nani ana watch Maisha Magic? Maisha Magic Easter. Kuna kipindi inaitangwa the wedding show. Every Sunday wanaona vile watu walifanya harusi, hata mimi nitafanya yangu alafu nipeleke huko mnione. So wanaletanga harusi vile watu wamevalia. Alafu I don't know, ladies and girls, I just want to ask you, mnatakanga watu waone nini? Yeah? Mnatakanga watu waone nini? Eti material. Eti urembo. Yaani unavalia nguo inakufika hapa na huku juu uko naked na una maji harusi ya mtu, and you expect the following wedding to be yours. Let me tell you this, men who are upright upstairs, they don't eat uncovered food. Amen. Nipige makofi tena bwana. Hiyo ni kizungu nimeongea wewe. A focused man does not eat uncovered food. Huwezi enda kwa hoteli ati umeitisha chakula, unatoka after 2 hours unakuja umepata eti imefunguliwa ndio unakula. Unafua. Ladies, ninawachok, ninawanyonga. I have to tell you the truth. Ladies, what you are carrying is gold. Sema gold. Sema gold. Dhahabu. Sasa dhahabu, it is expensive. Wewe unaachilia kila mtu anachukua dhahabu yako. Let that man who will come for that dhahabu aipate ikiwa shining, aipate ikiwa precious, aipate ikiwa mwa. Sasa wewe, anywhere you are going, you are showing every man you are dhahabu. Listen to this. Ladies and gentlemen,
young ladies and older girls, clothe yourself with dignity. Clothe yourself with respect. The Bible said somewhere, I'll ask one of the pastors maybe to find that verse, that if you look, and it was addressing men, if you look at a lady lustfully, you have committed adultery. Yaani ukimwangalia tu kwa macho tu hivi, hii imeenda. Ukimwangalia tu hivi, imeenda hiyo. Ukimwangalia mara mbili, kuisha wewe. You have already committed adultery. But again, it says, if what you have, it is making someone to fall into sin, you are in big trouble. Wacha niseme hivi, hiyo msikie. Wasichana, tunajua mko na haga mzuri. Ninyi warembo mwa. Lakini kama hiyo haga yako inapatia mtu aingie kwa dhambi, funika vile wamesema. I don't have a problem with these clothes that zinakamata kabisa. I don't have a problem. The problem I have is that a representation of righteousness. Nguo inakukamata mpaka inaonyesha ile ingine ya huko, ina ile ingine na ile ingine na ingine. Na mko hapa mbele mmepanga line. Ukisikia mtumishi anasema praise and worship, kuja muimbe chorus, tutoe sadaka, ndio mnakimbia kabisa. Na hizo nguo zenyu zimewakamata kabisa. Ati Bwana sifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Haleluya. Na hizo vitu zinakukamata hivyo. Wacha hiyo mchezo bwana. Clothe yourself with respect. Ndio hata ukienda CU kwa shule. I know we have some students here, most of us. Ukienda CU kwa shule, ukiitwa kuimba, ndio at least mtu anabarikiwa. Anatoka huko amesikia vizuri. Lakini unaimba alafu unatoka huko anaanza kusema aki hajaona version na anavita amevalia na ilikuwa inamkamata. Hata nyinyi wenye mnaongea kweli, a representation of righteousness. Kuna ile wimbo ile shuka chini dini tena shuka chini panda rusha mateke. Sasa wewe na hiyo miniskati yako utashuka chini mpaka saa ngapi? My God is good. Shuka chini tena shuka chini. Na wachungaji wako hapo wamekalia ama wamekalia hapa chini. Uko tu hapa shuka chini tena miniskati. If what you have is leading somebody into temptation, please my friend, listen to this. And when Moses saw that the people were naked, I'm reading from Exodus chapter number 32 and verse 25. And when Moses saw that the people were naked, in parentheses it says, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. Youth of our Quaker church have made the Quaker church to be naked to our enemies.
men of the Quaker Church, USFW of the Quaker Church, has made us naked to our enemies. Why? Because we don't dress with decency. Unapata mama mzuri, USFW mzuri, na makucha mrefu, na amejipaka hiyo kitu mnaita aje rangi? Poli. Na amechora mpaka hapa, amedunga hiyo HP pencil. Wow, kweli. Mnadunga nini hapa? Alafu unaonekana kama sietani. Hapo, tena hapo. Alafu unachukua ingine, unaweka hapa. Ingine unaweka hapa, ingine unaramba. Kuna wengine wamekuja na nini? Unaita aje? Kuja mnasijua. Mnabagianga. Hii kitu inakaa riches za nyumba. Eti Mungu akukumbia hizi vitu mzuri, sasa unaenda unatengeneza artificial. Unaziweka hapa. Sasa unatembea kama mchawi. Mumeona watu kama hao? Alafu wakilia hawatoangi machozi. Inafaa mpigwe vizuri. Wanalia na style. Oh my God. Alafu anazivuruta huko juu. Oh my God. And you will call yourself a praise and worship member. No, nimetakaza na damu ya Yesu. How do you eat? By the way, how do you ladies eat? With long nails? Munaoshanga vyombo kwenu? Na hizo vitole mrefu? Eti munaoshea hapa? You have made us naked in front of our enemies. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako mambo bado. Ndio tumeanza. Anatupeleka na rada. Let me tell you this. When you read in Revelation chapter number 1 and verse number 13, it brings an image of how malaika wa mbinguni wanavalia. Those who are talking, takuleta hapa uondo hii topic. Unajua vile nimesweti hapa mbele na mnacheka tu. It depicts a message of how the heavenly bodies were. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot. Down to the foot. Mbinguni kuna makao. Mbinguni kuna makao. Mbinguni kuna makao. Waliotubu twende. Munaenda wapi? Mbinguni. Imesema hapa, when John saw this revelation, one of the 7 alikuwa amevalia nguo ambayo imemfika wapi? Sasa wewe na mimi sikati ni mbinguni gani utaenda? Wewe ni kama unatengeneza mbinguni yako. Na sisi hatutakufuata huko.
Men, oya. Hey. Sijui, I don't know. But kuna vile Mungu ametupa maumbile tofauti. Right? Wengine tuko na mashembe, tuko na nini, poti imejaza mzuri. Hadi ukitembea, unatembea kama ujala. Yaani you carry yourself. Yes, nimekuja hata kitabu uko nayo. Yeah, it's good. You are eating right. But look at that jeans you are wearing. Look at that jeans you always wear. Zinaitwa kaki. Sofuti kaki. Mwanaume sema wa. Nani anataka kuona chenye umebeba? Unavalia kaki mpaka unaisundula kuja huku tu hivi. Sasa ina Listen, you are making the young ladies to fall into temptation. Amen. Bwana Yesu asifiwe. You are making the young ladies to fall into temptation. Unajua ukivalia hivyo wanaenda tu wakinongozezana wao kwa wao. Kai, ulimcheki, ulimuona, kuna vile ananitaka lakini mimi simtaki. Sasa conversation inaanzia hapo. You make the young ladies to fight between themselves, more especially praise and worship team. How many cases have we solved in the praise and worship team, wachungaji? Many of them, just for something small, but it has been enlarged by the khaki na t-shirt imeandikwa Dior. Zikatai, uko nayo. Lakini nani anataka kuona yako? Si kila mtu ako na yake. Nani alikuuliza utuonyeshe yako? So, my fellow men, praise and worship. Sijui tusone uniform kila Sunday ndio wasichana enter into temptation. Kuna kitu mnaita crash. Ni crash kama kirashi. Utakuwa crash sasa. Akikiona crash wako wanaume, ukiona crash wako hapo huko, eti unaimba alafu anakusimulia kutoka kwa. Sasa hapo ndio mwanaume unainua kitambaa unasema tunaenda kwa dini gani wewe? My fellow men, kindly let us wear decently. Yeah. Ati aliniambia ananitaka. Anakutaka wapi? Halafu unajua vile nani ananikufia. Si ufufuke. Uko hapo kwa wenzako unapiga tu stories za ajabu zenye haziko, badala mtuleni wengine keyboard, wewe peke yako ndio unajua, but stories zenye unaopiga. Bwana, eti nikwambia niangalia na macho, nikaona mapenzi. Wewe. Ati nguo tu peke yake ndio ilikufanya ukaona mapenzi.
Bwana Yesu asifiwe pale nyuma. Men, wear decently. What? The 29th, 59th annual conference, redeeming the time. Is the right time we change the version of the church. Yes, tuko duniani, hatujaenda mbinguni. Hata mimi ninajua hatujaenda mbinguni. We are not preaching from heaven, but we are here on earth. So all the things that we are doing here, they reflect there. So if at all, my colleagues, if at all we want to redeem the time, we must start from the dressing code. Mtu unavalia nguo msichana longi ambayo wanapakanga sabuni sijui ndio inaingia. Kitu kingine imekukamata. Penso. Na wewe unajua kila kitu bwana. How long do you take that? How long do you take to wear that thing? Mimi nilijaribu hiyo nikiwa form 1. Niliita brother wangu akuje kunitoa. Sababu nilijaribu yes. Halafu usijui inakufanya hadi unatembea kama si wewe. Yaani unatembea ni kama huko ni kama uyuko. Yaani so I told my brother, come and pull this thing out. But ladies, how do you wear that knowing that you are coming to church? Welcome our visitors, they have just landed. Nyinyi ndio tulikuwa tunangoja. Hatuko wengi sana. Soda ni 40, sio? Hatuko wengi. Na pastors ni sadaka tu. So these things that you wear is easy mnaita pencil. How do you wear that cloth knowing that you are going to church? Your conscience, does it allow you to wear that thing knowing that you are going to church? Ati Mungu angalia mavazi, Mungu anaangalia roho. Alikwambia wapi? Mlikuwa naye wapi akaangalia? Sasa mwanangu, mimi siangalii mavazi, naangalia roho. Wow. There's a point here ambayo imenikumbusha somewhere. We must abstain from any practice which will blunt the conscience of or encourage temptation. We must abstain from any practice which will blunt the conscience, yani inafanya our conscience ikue kutu, ishike kutu, or encourage temptation. Kama wewe ndio leader wa praise and worship, you wear those ninis ambazo zinakukamata vizuri na maumbile yako mzuri, mtoto mali safi, and you are a leader standing here, you know, you are encouraging others to fall into temptation. Sasa kama nani anavalia, mimi ni nani? Si hata yeye anavalia, na wewe unaanza kuvalia, na wengine wanaanza kuvalia. So as Christian, as youthful Christian, the way we are, we must abstain from this clothing that will blunt our conscience, our conscience, that will lead men to temptation, that will lead women to temptation.
Bwana Yesu asifiwe sana. Avoid colorful things. I'm not saying that usivalie nguo yenye haina color. Valia the colorful things. Hizi nywele mzuri zilikuja ni mzuri kabisa, tamu. But sasa wewe unakaa mbele alafu kuna nywele inakaa kichaka. Mtu ako mbele yako haoni mchungaji. Alafu ubaya mnakuja late. Sasa ukitoka huko kwa mlango unakanyaga. Sema Jumanne. Sema hivyo. Jumanne. Unakanyaga Jumanne. Unakoko Jumanne. Na umechelewa. Halafu unakana nywele yako kubwa kichaka. Are we encouraged to shave our heads? Are we encouraged to plait our hair? Yes. Hatukatai. Plait your hair, very smart. Tuko na watu huko juu wanajua kuplait that hair vizuri. But again, the question still remains. Is that a representation of Christ? Me, I told you everything that we are talking will lead to God. First Timothy chapter number 2 and verse number 9. In like manner also that women adorn themselves in modest appeal with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. It encourages us to wear very, very modest, but not umetoboa masikio mzuri sana, umetoboa mapua. Wewe na wewe uliona wapi? Umetoboa alafu umeweka mabati mpaka huku. Amusikiaje uchungu? Vile mnatembea mkirusha, mnarusha hii na hii na pukuru, mkirusha hii pukuru, amusikiaje uchungu? If you are seated next to a guy, muulize hivi, ama a lady, muulize hivi, is it worth it? Hiyo ni kizungu, muulize hivi, is that worth it? Will it take pango hiyo mabati, will it take you to heaven? Hey. So, what is deportment? Listen, what is deportment? What is modesty? How are we supposed to wear? Because we have talked of how we wear, how we should not wear. So, how mchungaji unatuambia nini? So, tuvalie aje? Hey. Look at this. Listen. If you can see your most private body parts, that's why I encourage we only have youth here. You Sunday school or finding up. If you can see your most private body parts or an outline of those parts underneath, mnavalia nguo zinafanya miviringo. Nguo inaonekana kwenda ndani ya ingine. Mpaka mtu anaweza hesabu. Amevalia 1 2 3. Thank you so much. We. Yeah.
Kwisha kabisa. If you can see most of your private body parts, don't wear. Don't. Number 2, if people look at that part of your body before looking at your face, it is not modest. Kama unavalia mini skirt, mtu anaangalia miguu kwanza ndio anakuangalia uso kuzivalia. Because what attracts the eyes is what is naked. Amen. Mtu anaangalia kwanza uzivalie. Number 1 tumesema, if you can see your most private body parts, don't wear. If people look at any part of your body yenye connected, then they look at you, don't wear. 3, if you have to be very cautious, very careful when you wear it until you sit down, unafuruta mpaka inakuja huku juu, halafu ndo unahema kwanza, ndo unafunga mshipi, usifalie. Ama mwingine anaweza sema tunapatia kutoka kwa kichwa kwenda chini, na ikifika kwa mabega ikwame. Another thing, if you have trouble getting out of a meeting or getting into a meeting of worship with that dress of yours, don't wear. Eti unajitengeneza kwanza, unaifuruta kwanza ndio ifike hapa chini, ndio ukiketi tena uifurute mzuri, don't wear. That is not modesty in church. That is not modest in worship. I said this earlier, that many do not eat uncovered food. Kuna wadada huko nje wazuri, hata sijasema nyinyi wabaya, pia nyinyi wazuri, ni wazuri sana. Wameshona tu material ya kitenge mzuri inafika huko chini. Kwani wao wamekosa mabwana? Tuacha nivalie ndio niwakunye ndio wanipende. Utakunyiwa na mmoja, wa pili, wa tatu, ukienda wanne umeisha. Umekunyikwa umeisha. Wamekukunywa wote umeisha. Ladies, mambo zenyu. Hata msiponisalimia nitatoka hapa na mlinzi atanipigia makofi. Let me go back to where I started. Joseph W. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na nyinyi pia correct these youngs, our youth, na mapenzi, kwa upendo, vile ambavyo inatakikana. Sasa kwa unafanyia kama shetani, riswa, mapepo. Sasa Mungu iko na mapepo. That's what I'm saying. Train. Is it in Proverbs 22:6, ama 26:2? Train your child on the ways they should go. Hadi mwisho, they will not never forget. Proverbs chapter 22:6. Wafunzeni vijana jinsi ambavyo wanafaa kufanya nini, kuvalia. Most of them wanavalia hawajuangi, sababu wanajua kutoka nyumbani rongi ni kitu ya kawaida. Siku moja uvalie rongi ya baba yako. Alafu unafika, baba anaanza kutafuta rongi. Jennifer, ni umeona rongi yangu? Na akiangalia ni wewe umevalia. Utafanya aje? Are we supposed to wear trousers, by the way? Are trousers meant for ladies? Let us not approach it from the world, yani ulimwengu, although we are the world.
we approach it from the Christian perspective. A lady is supposed to wear trousers. Na mnavalia tu. There's a verse in the Bible which says, men should not wear women clothes, and women should not wear men's clothes. Clothes ya men ni gani? Long ndio kwanza. So kama wewe ni mdada, msichana mrembo, unavalia long, wewe unavalia nguo ya mwanaume. Sasa sijui tukuite saa nani? It is not me. It is not, if you can look for that verse in the Bible, wachungaji. It is in Deuteronomy. Lakini ukiwaambia hivyo, watakwambia hata Ecclesiastes inasema tutumie ujana wetu wakati kama huu. Maana siku hawasomi kwenda chini. They say, youth, enjoy the time of your youth. Na wanamalizia hapo. So ukiwaambia mzivalia rauni, wanakwambia I'm enjoying my youth. Mimi I'm enjoying my youth. Mungu angalii roho. Umesoma kwenda chini ujue inasema nini? You will give an account. Tell your friend you will give an account, Bwana. Everything that you are doing it in the sense of I'm enjoying my youth. The clothes that you are wearing, I'm enjoying my youth. Hizi rangi zenye unapaka kwa vidole, I'm enjoying my youth. You will give an account because you wore men's clothes. Hata kuna wajamaa siku hizi wanavalia nguo za wanawake. Kina nani? Anaitwa nani? Kina ile Komondi. Kina hizi akina Brian. I'm Brian. If you're wearing that, you will give an account, not to me, but to who? To God. The question I want to leave you this afternoon. Remember this. Dress is symbolic. Dress is a symbol. It represents God. Genesis chapter number 3 and verse number 21. Dress should be an aid to your spiritual walk. Hizo nguo ambazo unavalia unavalia ukuje kukatiana kwa kanisa, unavalia zikuleta kanisani ukuje kusikiza neno. They are an aid to your spiritual walk. Number 3, dress should be distinctive. That is Deuteronomy chapter number 22 verse number 5. Men wear men clothes, ladies and women wear women clothes. Number 4, dress should be primarily for a covering. Soma Revelation chapter number 3 and verse number 18 following. Dress should be primarily for covering. You should cover your body. Dress should be modesty. 1 Timothy chapter number 2 verse number 9. And lastly, dress plays an important role in being your brother's keeper. Matthew chapter number 18 verse number 5 to number 8. Swali, nataka nikuulize, do we have question and answer question? Because hii ni mafunzo. I was not preaching. Kama uko na swali utaandika chini na utapeana huku mbele. For me, I have this question for you. Who will make a decision to glorify God and respect themselves? Number 2, if you will not do it for modesty, then whom are you going to do it for? If you are challenged on the way you dress, if you are challenged on the way you put on your clothes, then there is a moment to redeem not only the time, but also the dressing habit.
not only the worship, but the way we dress to worship. With all that, may our Almighty God bless you and remind you to dress modestly. Mbarikiwe sana. Let us appreciate our speaker with a big clap. Let us appreciate him. Thank you so much. Najua umechukua sehemu yako. Sawa sawa. So wacha mavazi yetu yakaashirie uhaki na utakatifu wa Kristo. Nitamkaribisha akaweze kuomba pamoja as we end up that session. Be blessed. I just request us to rise up on our feet as we pray. If at all these teachings have reminded you of something, if at all these teachings have touched you on your way of dressing, ambia Mungu akuguze tena. Ambia Mungu akuguze tena, ili ambapo unapovalia yale mavazi ambayo unavalia yawe ni ya kuleta utukufu. Ambia Mungu akaweze kukuguza, ili ambapo unapovalia isiwe a temptation to other human beings. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, niguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse, niguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba uniguse, uniguse tena, niguse. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we humble before thy throne of mercy this afternoon. Lord, you've been gracious unto us. You have blessed us with your word. And this afternoon, Father Lord, you have taught us through your word that we need to dress modestly in the church, in the worship, and in all our works. How we pray this afternoon, Lord, that may you touch us to remember your word that we need to dress modestly. Baba, tunaomba kwenye ambapo tumeanguka katika mavazi yetu kaweze kutuguza tena, ili ambapo tunakuja katika kuabudu tuweze kuabudu kwa haki na ukweli, without bringing any temptation to any human being, without bringing any temptation to a fellow worshipper, without bringing any temptation to a fellow Christian, without bringing any temptation to the servants of the Lord. Lord, I pray that you may bless us with a sober mind, with a sober conscience, that our dressing code, that in our deportment, Lord, that it will bring glory and honor back to you. We pray through your Son Jesus Christ and the Holy Spirit as we believe. Somebody say amen. Thank you so much.